make umesema kuna voice note. Hebu tuende kwanza ukatusikilizishe hizo voice note ili at least watu ambao wanasikiliza sijui akasema kwamba unatunga na wakati ushahidi unao. Sawa, hamna shida. Si milioni moja. Acha nikuangalilie 30,000 ya Kenya ni pesa ngapi ya Tanzania? Juu huku wasichana ni kama kazi yao, na kuna mwingine pia tulichat naye Instagram akaniambia alikuja kuona Rama, yeye pia alilipiwa ndege. Huyu tena ni mwingine tofauti. Sorry mama nini? Huyu tena ni mwingine tofauti. Yes, sasa nilipata chats zao kwa simu. Nilipata chats zao kwa simu. Kuna siku niliomba simu nipige picha. Sasa hivyo venye alinisaidia na simu yake, nikaangalia WhatsApp yake. Nikapata kuna msichana mwenye alikuwa na chat na yeye na alikuwa pia amemlipia huyo ndege ya kuja kutoka Nairobi kuja Kisumu. 30,000 ya Kenya ni 600 unasema aje? 600 1,600 ya Tanzania, yes. Ni 600,000. 600,000 ama 600,000. Inasema 600,000. Hiyo. 600,000 ama 600,000. Ni 600,000. Huyo msichana mwingine ndo pesa walipewa wote wawili like mmoja. Alafu sasa huyu wajuzi mwenye nilikuwa na chat na yeye, huyo wa Instagram mwenye nilipata chat zake na aliniambia alitoka na almost sasa alitoka na almost 100,000. Yake sasa ni nyingi kushinda ya wale wengine wawili. 100,000 ni ngapi keri ya Tanzania? Hiyo ni million. Hiyo imeingia million. Ati 1.2 million. Ai. Huyu sasa aliniambia alitoka na karibia 100,000. Sijui mama, hata mimi najiuliza, hata mimi sijui. Na sasa hizo hata sani kama kazi yake siku hizi ni kulipia wanawake ndege. Yenye huyo mwenye umetuma video yake, huyo msichana niko sure hiyo pia alitumia pesa mingi. Ni venye huyo msichana sasa yeye nimeogopa kumtext. Lakini yeye najua pia akaunti yake. Juu kama nimuulize ama hata nijibu sijui. Okay. Kwa hiyo wameniambia hiyo 100,000 ni 200,000. Milioni mbili. Sasa si ndio maana nakwambia kuna pesa. Kama anaweza patia msichana amekuja tu kumuona. Na huyo msichana ananiambia alikuwa ananunulia pombe zile pombe za pesa. Huyo msichana ananiambia alikuwa ananunulia pombe hizo expensive. Na huyo msichana ujue alikaa Kisumu na for 2 days. Na alilipiwa ndege ya kukuja na ndege ya kurudi. Yeye tulichat na yeye. Hadi nikamwambia next time akikuja Kenya, Kisumu, juu yeye ni wa msichana wa Nairobi. Kwa maana next time akikuja Kisumu aniambie tuibie na pesa. Juu sasa ni kama kuna pesa nyingi za kupea watu. Hata mimi ningekuwa advice wewe una tu unaweza pata pesa kutoka kwa juu mambo ya mapenzi na sidhani kama iko. Kama hana huruma mama. Sasa kama mimi Kisumu ni ndogo na unaenda club na wasichana tofauti, na hadi mimi nilishamwambia hata unafaa kuwa na heshima kidogo. Hata kama ndio kucheat, unafaa kuwa hata na heshima. Like huyu anakatia hadi marafiki zangu wananiambia mtu wako ametukatia. Sasa mtu kama huyo unaweza niambia ati naweza kuwa naye kwa marriage. Mambo ya Ramadhani tu mambo ya mtoto. Yeye tu ni mtoto ndio imefanyika mtoto ashakuwa wake. Lakini mambo ya kuoana kukuwa na future na yeye, hiyo nayo hapana. Hiyo sijaweka kwa hesabu zangu bado. Hapana. Kujenga hapana. Bado hajanunua. Alisema atanunua lakini bado hajanunua. Mwanza aliniambia ati amenunua nini? Amenunua ploti lakini bado hajajenga. Kuna time kama alikuwa anataka kujenga Mwanza, sijui ni kama mlikuwa na mlikuwa na issues na yeye. Alikuwa anataka kujenga Mwanza. Lakini bado hajajenga. Ndio mke wake sasa hivi anaishi naye. Huyo ndo anaishi naye sasa hivi. Naye kumbe ashamfumania mara kibao. Yeye mwenyewe kachoka kama mimi tu. Kwa hiyo nawasiliana naye, mnaongea tu vizuri. Tunaongea vizuri. Mshakuwa kama ndugu sasa. Ni makubwa.
sana. Kwenye ndoa bana kuna vitu vingi. Inabidi tukumwomba Mungu akusaidia ukutanishe na mtu sahihi. Kwa hiyo watazamaji, unapofurahia ndoa yako, sio kwamba ndoa zote zina furaha. Kuna ndoa nyingine zinapitia changamoto, kuna ndoa nyingine zinapitia furaha, kuna ndoa nyingine zinapitia misukosuko, lakini mwisho wa siku watu wanakuja kukaa sawa. Kwa The Wedding Cycle tunakusogezea vipindi hivi ili kusudi uweze kujifunza vitu vingi sana kwenye ndoa. Fikiria kama dada yetu hapa, dada Zipola. Madam hapa wamekaa kwenye uchumba miaka 3. Ina maana washafahamiana vizuri kabisa, tabia, kila kitu. Kilichokuja kubadilisha ni pesa tu. Kabisa. Hamna kitu kingine zaidi ya pesa. Kwa hiyo kumbe unaweza saa zingine ukasema labda nikae kwenye mahusiano na mtu muda mrefu ili nimjue tabia zake kabla sijakubali anioe. Lakini kumbe bado mtu anaweza kuja kubadilika. Kubadilikia huko ndani. Hata baada ya miaka 15 mtu anabadilika. Pole sana dada Hadija. Asante. Sasa tunaweza tukaendelea na hiyo story yako. Baadaye mambo yakawaje sasa? Maana hapo mshajenga nyumba, mshanunua hadi gari, maisha yenu yaliendeleaje? Ndio hivyo alivyokuja kujua kwamba nawasiliana na huyu mama, nimejua ukweli. Ndo akabadilika zaidi. Hapo tushaongeza na gari ya pili. Akachukua hiyo gari, maana tulianza na Mazda. Baadaye akanunua hii Q5 Audi wanaita. Naona si ndo akambembeleza, yani mtu wake. Naona huyo mama alivyojua kwamba kumbe ana mke nini, na tulivyoongea naona hakuwa sawa. Naona alikuwa anampenda. Kwa akachukua ile gari yetu nyingine akampelekea huyo dada. Halafu mimi mama wa watoto 3 napigwa jua, watoto wangu 3. Basi ndo akawa amebadilika. Nakumbuka alirudi likizo, alivyorudi likizo nikapigiwa simu na ofisi za kazi za Kiislamu, hizi ambazo wanatoanga talaka. Nikaambiwa natakiwa kufika ofisini. Wakanipangia mpaka siku, hiyo siku nikaenda. Nilivyoenda wakaniambia kwamba mume wako anataka kukupa talaka. Hiyo ni baada ya kujua kwamba unaongea na yule mke wake wa Kenya. Baada ya mimi kufahamiana na dada yeye. Mume wako anataka kukupa talaka. Mimi sikuwa tayari. Kama nilivyokuambia before, nilikuwa tayari kukata ukewenza. Sema kitu ambacho alikuwa anakosa ni ile heshima. Naona alikuwa amebase labda upande mmoja huko Kenya, mimi sio alikuwa ananichukuliaje, sijui anajua. Kwa hiyo mimi sikuwa tayari kupokea talaka. Naambia jamani, mimi nataka suluhu na mwanaume wangu. Kwa sababu bado unampenda. Bado nampenda na tuna watoto, tumefanya vitu vingi. Na ndio umeanza naye kuanzia kama chini. Kuna changamoto, nyewe ni wazee, watu wazima, mna busara, mnaweza mkatusaidia tumalize hili tatizo, mimi na bwana wangu. Wakajaribu kumpa suluhu hapo, akawa hataki kabisa. Ndo akaniambia huwezi kulazimisha kuishi na mtu ambaye hakutaki. Sasa hivi mambo ni mengi, matukio ni mengi. Mwisho wa siku mje mfikie kwenye kuumizana bure, wewe kubaliana na yote. Kwa nikaa nimekubali. Kwa nikapewa talaka 3. Talaka 3 zikatoka. Nikapewa talaka 3, tukaenda mpaka, nakumbuka siku kesho yake alienda mahakamani. Hiyo ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka jana. Kwa hiyo ishu ya talaka na mambo ya mahakama yote ni mwaka jana. Mwaka jana. Akaendaga mahakamani, wakaenda kumwambia natakiwa upate fomu namba 3. Kwa akarudi msikitini akapewa fomu namba 3 akapeleka mahakamani. Ndo nikaletewa ile unaita Themans ya kuhudhuria mahakamani. Ndo tukaanza kesi mahakamani. Kwa hiyo ndo alikupeleka mahakamani? Yeye ndo alitaka tuachane. Na ndo aliyekupeleka mahakamani? Kwa kufika mahakamani pia nikataka suluhu. Unajua nikaa siamini kama nimeachwa. Kwa nikaa naambia jamani, mimi nataka suluhu na mwanaume wangu, bado nampenda.
Kwa sababu ukiangalia mtu umetoka naye chini. Kama nilivyowaambia hapa before, amenioa hakuwa hata na kiwanja. Nilikuta kapanga. Mmepambana, mmejenga, mmetengeneza maisha yenu, ilikuwa basi na nyinyi muenjoy. Ndio anaenda kula na wengine. Unakumbuka ulimkuta kwanza na nini kabla hujatupeleka kwenye issue ya mahakama? Unachokikumbuka? Wallahi bilahi na hapa kama naongea uongo Mungu aniadhibu. Nilimkuta amepanga chumba na sebule. Alikuwa na makochi, redio na TV nakumbuka, na kitanda labda na vyombo tu vya kutumia vya ndani. Hakuwa na chochote zaidi ya hivyo vitu. Sio hivi viwanja, sio nyumba, yani vyote vimepatikana tukiwa wote, tumetafuta wote. Kwa hiyo ilikuwa inaniumiza yani. Nilivyokuwa nachoka, natumia nguvu nyingi. Unajua kwenye utafutaji unasema natengeneza maisha ya mimi na mume wangu na watoto wangu, yani baadaye tufurahie maisha, basi tu enjoy. Ile tunayapata, hata ile kukupumzisha basi na wewe enjoy, upate amani. Na wewe ulikuwa ukifanya biashara zako huko, hela ukipata unapeleka nyumbani. Yaani mimi chochote ambacho nilikuwa nakipata nawekeza pale. Sio mabanda ya kuku, yaani nimefanya vitu vingi. Mimi kwangu mpaka na bwawa la samaki. Kwanza mwenyewe alikuwa akija anashangaa. Kwa sababu mimi ni mtu wa mazingira sana. Napenda miti, napenda mazingira mazuri. Hata kwangu ukifika utaona. Napenda miti, bwawa la samaki, nataka nianze kufuga na kambale hawa, mabanda ya kuku. In short hivyo, kwa kuja kusikia kwamba nataka kuachwa ni kama nilichanganyikiwa, nilipata depression, ilikuwa ni kama surprise kwangu. Na muda huo ulikuwa unaishi kwenye hiyo nyumba mlojenga? Nilikuwa nakaa pale pale. Sababu before tulikuwa tumepanga, nikaa nasimamia ujenzi na nilipanga karibu na site. Kwa tulivyomaliza, tukahamia, tulivyoweka magrili manini, nikamwambia bora tuhamie kwetu kuliko kuendelea kuishi nyumba za kupanga. Bora tuhamie hivyo, vitu vingine tutakamilisha taratibu. Kwa tukaweka malailon, tukawa tunafagia vumbi. Baadaye ndo tukaanza kukamilisha nyumba tukiwa hapo mdogo mdogo. Kwa hiyo ilikuwa kama ni surprise kwangu, sababu ni kitu ambacho sikukitegemea. Na ulitegemea kwa sababu ni mume wako, unamfahamu muda mrefu, umemzalia watoto 3. Yaani ulitegemea kwamba hatafikia hiyo point. Sikutegemea kama atafikia hiyo stage ya kukupeleka mahakamani, kukuacha. Kwa mahakamani wakaniambia vile vile, huwezi kulazimisha kuishi na mtu ambaye hakupendi. Sisi kama mahakama hatuwezi kulazimisha wanandoa kama wameshindwana waendelee kuishi pamoja. Kwa hiyo kabidi tuendelee na kesi. Hiyo kesi ndio kaenda haraka. Sijui yani ilikuwaje. Kaenda chap. Ni kama kuna ujanja ulitumika, sijui. Nakumbuka tumeanza mwezi wa 10 mwaka jana. Mwezi wa 11 hukumu imeshatoka. Kuja kuangalia hukumu, maelezo aliyoyatoa ni tofauti. Yaani mambo yakaja tofauti. Kwamba achukue watoto. Tulikuwa na nyumba 2, pia kwenye maelezo wakaandika, kwenye hukumu wakaandika nyumba 1, tulikuwa na gari 2, wakaandika gari 1, na hiyo gari akaja na mkataba kwamba eti ameiuza. Na mimi hakunishirikisha kama aliuza gari. Kwa ndo katika kujitetea, katika kuambia kwamba mbona mambo yamekuja tofauti nini na nini, wakaniambia bwana hukumu ndio imetoka hivyo, kama hujaridhika kata rufaa uendelee. Sasa mimi sikuwa sawa. Nilikuwa nimekaa kama nimechanganyikiwa. Sikuwa na hizo nguvu. Nikasema hebu nijipe kwanza muda. Nipumzike kwanza, kwa baadaye ndo nitajuaga nitafanyaje. Kwa hiyo ilinishtua kwa sababu watoto wangu bado wadogo. Wa kwanza sasa hivi ndo kana miaka 7. Wa pili kana miaka 6 na katatu kana miaka 3. Kwa hadi mtoto wa miaka 3 kamchukua? Hamna, huyo walisema nibaki naye. Amechukua 2. Kwa alichukua 2. Amechukua 2, huyo wa kwanza na wa pili. Wa miaka 6 na miaka 7 ndo kawachukua. Ukiongea na huyu dada kuhusu watoto wako, watoto wamewapeleka wapi? Wamewapeleka kwa huyo dada au anakaa nao tu yeye? Kwanza mahakamani alisema, kwa sababu mahakama hukumu ilivyotoka, walinipa uhuru wa kwenda kuwaona watoto wangu muda wote. Na walitaka pia mimi kama mama, kama mzazi, nijue watoto wanaishi wapi.
na nilikuwa nahisi kwamba wanaweza wakapelekwa Kenya. Kwa hiyo mimi nikamwambia mahakama mimi sina uwezo wa kutoka hapa mpaka huko. Kwa hiyo mimi sitaki watoto wangu waende huko. Yeye akajibu kwamba alokuambia mimi nawapeleka Kenya ni nani? Watoto si wana kwao, kwa nini waende Kenya? Lakini tulivyotoka hapo mahakamani, nakumbuka kesho yake mimi nilienda shamba. Kuja kurudi nakuta watoto hawapo. Nampigia simu ananiambia bwana sisi tushaondoka. Sasa mbona tukubaliana hivyo? Bwana kwa mimi niwapeleke wapi? Kwa amewapeleka Kenya ndo wanaishi na huyu mama mwingine huyu. Unawasiliana na huyo mama kuulizia kuhusu watoto? Huyu mama toka achukue watoto sikumtafuta kwa sababu aliniwekea limit. Aliniambia kwamba ukitaka kuongea na watoto nitafute mimi. Kwa hiyo nikaanza namtafuta yeye nikitaka kuongea na watoto. Ndio nikimtafuta muda mwingi anakuwa kazini. Sio anakuwa kazini, sio anakuwa hataki sijajua. Huyu dada lakini ni rafiki yako kwa jinsi ambavyo mlikuwa mnaongea. Kwa sasa hivi alibadilika. Na huyo dada? Alibadilika kwa sababu nakumbuka yule dada alianza kunipa siri ambazo mimi nilikuwa sijui ndani kama hamna vitambulisho vyangu. Nyumbani kwako? Nyumbani kwangu. Kwa sababu tofauti na yani kabla tujafika mahakamani, kumbe ni mtu ambaye alishaanza kuandaa mazingira ya kuniibia kila kitu. Aliiba nyaraka zote za viwanja. Akaniibia mpaka vitambulisho, yani ni kama sasa lengo nisiweze kutengeneza passport ya kwenda kuona watoto wangu. Na maana kitu ambacho alikuwa anakifanya pale, alikuwa anakijua. Ni kitu ambacho alikuwa amekipanga. Kwa hiyo dada tulivyoanza kuongea, tulivyokuwa karibu, ndo nikasema hebu ngoja nimuulize. Ndo katika kumuuliza amenitumia mpaka picha ya kitambulisho changu hapa. Kama umeona kwenye WhatsApp. Ndo nikamuuliza kuna vitu vingi hapa sivioni, akaniambia mbona viko huku. Nikimuuliza yeye hataki. Mimi nichukue vitu vyako vya kazi gani? Mpaka nimeenda mahakamani, ngambia jamani huyu mtu amekimbia na kila kitu. Hata siku tunaambiwa tutoe ushahidi mahakamani. Huna ushahidi? Hamna ushahidi. Lakini kwa bahati nzuri kuna kipindi kama nilikuwa naangaikia kesi ya mipaka. Nilitoaga kopi, nikaendaga kusahau, nilichukua mikataba yote ya viwanja ya nyumba, nikaenda kutoa kopi, ile bahasha nikaga nimeisahau nyumbani kwetu kwa mama yangu. Kwa hiyo bahasha ndio ilinisaidia. Alivyoondoka na original zile kopi ndo ndo nikaendaga nyumbani pale kusagua ndo nikakutana na hiyo mikataba. Hiyo ndio ilinisaidia sasa kwenye kwenye kesi. Na wakasema sasa kama hamna hizi mikataba original, maana kesi wanataka mikataba original. Itabidi tuendeshee kesi na hizi kopi. Kwa alikuwa amechukua kila kitu. Na nimekuja kujua baada ya kuanza kuwasiliana na huyu dada. Na kitu ambacho alikuwa anakifanya alikuwa amekipanga. Mtu mpaka anachukua mpaka vitambulisho. Ina maana alikuwa amepanga kabisa huyu tachukua watoto, tachukua kila kitu, tamblock kila mahali. Na mahakamani nilivyoeleza kwamba hivi vitu mbona havipo na wewe alichukua. Kwa sababu tulivyoenda mahakamani pia nilikuwa najua kama vitu vyangu viko Kenya. Kwa hiyo niliwaeleza kabisa, mimi niliongea na mwanamke wake, amenitumia mpaka picha, mpaka voice, nikamuonyesha hakimu, kwa hiyo vitambulisho vyangu vipo kwake. Kwa kama mahakama mimi naombeni muamuru basi aniletee vitu vyangu. Kwanza anacheka tu, ni kama kwao, I don't know si nikwambieje. Yaani alivyokuwa pale alikuwa hachukulii serious na wao walikuwa wanamchukulia hawataki kumkazia yani. Mimi hata sijui kesi iliendeshwaje. Sawa, kesi imeshatoka. Hukumu imetoka. Anachukua watoto wawili. Hapo katikati kuna mgawanyo wa mali. Of course, si ndio? Twende sasa kwenye utekelezaji sasa wa huo mgawanyo. Kwa ndo hivyo, mpaka sasa hivi ngoja turudi kwenye watoto. Mpaka sasa hivi sio watoto wangu wako wapi? Na nimshauri pale mahakamani kumueleza kwamba hukumu ilivyotoka na inavyoenda sivyo kabisa. Mlinipa uhuru wa kutembelea watoto wangu na mliamuru kwamba huyu wa mwisho, huyu mdogo atakayebaki, babake amtunze. Lakini toka ameondoka hajatuma hata toka hukumu imetoka mpaka sasa hivi ninavyoongea hajaje kutuma hata 100. Hata nikimwambia mtoto kalazwa hawezi. Anakuambia si mkulima bwana.
wewe si malkia wa nguvu, mpeleke mwenyewe hospitali. Hajawahi kushiriki chochote. Na nikirudi pale kama yeye ananichukulia like hawako serious. Wewe tulia, nakwambia hakimu anakwambia wewe tulia, watu watakuja tu. Sasa watakuja jamani, sina haki ya kujua watu wangu walipo. Hata kama ndio watakuja, lakini ndio nijue wanaishi katika mazingira, wanaishi wapi? Wanasoma wapi? Kwa naeleweka? Nakosa elewa. Wewe sasa hivi unaishi wapi? Sasa hivi nimepanga. Ile nyumba ya Singida? Ile nyumba baada ya kuona hahudumii chochote na tushafanya makesi kwa sababu hukumu ilivyotoka tuliambiwa tu yeye achukue 60%, mimi nichukue 40%. Lakini akaniambia ilikuwa ipigwe mnada na mahakama. Akaniambia tusikubali mahakama ipige mnada kwa sababu wataishusha thamani, alafu watataka pia tu ile dalali atakaye promote hiyo nyumba atataka hela. Kwa hiyo tutaingia kwenye gharama zingine. Hiyo nyumba tuachane nayo, tutafute wateja sisi kwa sisi. Ndio akaniambia kwamba nyumba inaweza kuwa na thamani ya milioni 100 afu wenyewe wakataka wauze kwa milioni 20. Kwa hiyo alivyoniambia nikaona mbona kama itakuwa nini? Itakuwa hasara. Kwa hiyo nikamsikiliza. Kwa hiyo ndio hivyo itakuwa tugawane hiyo nyumba na hivyo viwanja. Hivyo viwanja yeye aliambiwa chukua viwanja 4. Mimi nichukue viwanja 2. Na hivyo viwanja vipo Singida vyote? Vipo Singida pale pale. Na hiyo nyumba hadi sasa hivi ipo, haijauzwa? Ipo, haijauzwa. Ila kwa nini hauishi pale kwenye ile nyumba? Siishi pale kwa sababu mimi tu niliamua kuondoka kwa ajili ya usalama wangu, kwa sababu kama tu hukumu ilitoka akamwambia hakimu, mbona kama umempendelea sana? Kwa nini amechukua amechukua 40%? Ni kama hakuridhika hata na hukumu. Kama ilivyokuwa namuona ni kama alitaka nikose kila kitu. Kwa hiyo nikawa nimemwona kabisa huyu mtu hata nikiendelea kubaki pale anaweza kufanya nini? Anaweza kanifanya kitu kibaya. Kwa hiyo nikaona na alivyokuwa hatumii matumizi, nikaona nyumba bwana nimpangishe mtu, mimi nikatafuta tu nyumba ya kupanga. Kwa mpaka sasa hivi mimi naishi nyumba ya kupanga. Na alivyokuja kujua kwamba nimepangisha mtu, akaniambia nyumba iko sokoni, sio ya kupangisha mtu. Kama sasa nyumba iko sokoni na sijakataza kuleta mteja. Kwanza kizuri zaidi nilompangisha anaelewa kwamba hii nyumba inauzwa. Kwa siku yote tukipata mteja, huyu mtu anaweza katoka, anaweza katupisha tukaendelea na utaratibu. Nikamwambia sioni kama eti mpangaji anaweza akakwamisha hii nyumba kufanywa biashara. Wewe leta mteja wako iwe kesho iwe leo. Vizuri zaidi nimemwambia ukweli. Akaniambia kama ndio hivyo, tugawane kodi. Kumbuka hapo hudumii mtoto. Na kodi anataka. Na kodi anataka tugawane. Nakumbuka hapo tulikuwa na akaunti ya pamoja ilikuwa na zaidi hata milioni 200 zinafika. Kumbuka hapo magari yote nimemwachia. Kumbuka hapo kama ilivyoongea kwamba kwenye hukumu hakuandika vitu vyote, ni kama kuna ujanja ulitumika. Kumbuka hapo nimemwachia nyumba nyingine, nimemwachia magari ya milioni 80, nimemwachia huo mradi, nimemwachia na hizo hela. Bado wanataka tugawane ile 3 ambayo inapatikana kwa mwezi. Na mtoto atunzi. Kwa nikaona baba na roho mbaya. Na kilichofanya mimi nitoke, nitafute msaada kwenye mitandao. Niliona huko nilikoenda hamna haki. Na nimeona bila hela huwezi kufika popote. Siwezi kufika popote. Kwa nikaona niingie tu kwenye mitandao. Niombe viongozi wakubwa. Unajua viongozi wakubwa hawaongeki. Viongozi wakubwa hawali rushwa. Wanisikie tu wanisaidie. Na kilichofanya nifike hapa kingine ni kwamba ile nyumba kumbe maana alivyochukua nyaraka zote akaitengenezea hati miliki kwa jina lake yeye peke yake. Kwa ana uhuru wa kufanya chochote. Anaweza kaiuza pasipo mimi kujua na anaweza pia hata kaikopea benki pasipo mimi kujua.
Na mara ya Umeona kwanza alivyo hatimiliki mjanja? ilikuwa kwenye majina ya nani? Before tunaanza kujenga nyumba Huyo si alikuwa ni shahidi. haikuwa na hatimiliki. Yani Nyumba haikuwa na hatimiliki wakati tunaanza kujenga. Kile kiwanja kilikuwa hakijapimwa. Tuliandikishana tu mkataba wa kawaida, mwenyekiti, picha, passport hivyo. Haukuwa na hatimiliki. Kwa hiyo tulivyoanza naona alivyoanza kupanga plani zake, ndo akaanza kuitengenezea nini? Hatimiliki. Sasa dadangu, mimi samahani, naomba nikuulize swali. Muda wote wa kuendesha kesi hadi hukumu inakuja kutoka, wewe haukuwa na mwanasheria kabisa? Mimi sikuwa na mwanasheria. Sababu nilikuwa naamini vitu vinaeleweka, sikuwa na haja ya mwanasheria. Na hadi sasa hivi ushawahi kumshirikisha mwanasheria yoyote? Ngoja kwanza nimalizie story. Kumbuka kwanza, asilimia kubwa hela zote ambazo zilikuwa zinapatikana zilikuwa zinaenda kwenye ile akaunti yetu ya pamoja. Kwa hiyo familia ilikuwa inamtegemea kwa kila kitu. Na hii issue ya kuachana sikuandaliwa kama nilivyoongea. Ilikuwa ni kama surprise. Umeelewa vizuri? Yaani mtu unamtegemea kwa kila kitu alafu akate pop. Haujajiandaa kisaikolojia, haujajiandaa kiuchumi, haujajiandaa kwa chochote. Mimi nilikuwa naishi tu na kila kitu. Nilimwamini kwa kila kitu wewe. Hela zote unaweka kwa. Namba zetu tulivyoachana sikupata milioni 1 kwamba shika hiki. Kunipa chochote. Na mahakama iliniambia sisi hatuna mamlaka ya kwenda kuchungulia akaunti ya mtu. Nilizungumzia pia magari, wakaniambia sisi hatuna mamlaka ya kwenda kuchungulia TRA tuangalie usajili wa magari. Kwa hata ile unajua yani kesi ni hela. Sikuwa na hela, maana nakumbuka nilimshirikisha akaniambia bila milioni 3 sifanye kesi yako. Hapo alimshirikisha mwanasheria. Yaani baada ya kushindwa sasa, kwa sababu mimi nilikuwa nachukulia mambo si yanajulikana, kama tarehe za ndoa zinajulikana, mikataba inasoma majina. Yaani vitu vilikuwa vinaeleweka. Sikutegemea kama vitaenda tofauti kama vilivyoenda. Kwa ndo hivyo. Kwa hiyo ile nyumba mpaka sasa hivi ndio iko hapo haijauzwa, lakini pia ameitengenezea hatimiliki na yuko huru kufanya kitu chochote. Kwa sababu hatimiliki katengeneza kwa majina yake. Na vile viwanja mahakamani hawakumkazania atoe zile nyaraka zile original. Kwa sababu tulifanya kesi na copy. Kwa mimi sina uwezo hata wa kwenda kuuza kile kiwanja. Wewe unaweza kununua kiwanja ambacho hakina hatimiliki. Mkataba ule original. Kwa sababu naweza nikasema niuze, afu mwisho wa siku na yeye akaja na ile original. Ile original ile ya kwanza. Kwamba hichi kiwanja ni cha kwangu, unaona? Nikaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo nikaniblock kila mahali. Sina haki na vile viwanja na sina haki na hiyo nyumba. Sasa let's say ndio unapata msaada. Wewe unachokihitaji sasa hivi ni nini? Kutoka kwa baba watoto wako na mume wako, aliyekuwa mume wako. Ukisema upatiwe haki yako sasa hivi, unahitaji nini na nini na nini? Unapofikiria harusi, unaanzia mbali. Unafikiri kuhusu mwenza wako, gauni, suti kali, muziki na keki. Lakini nyuma ya pazia kuna simulizi nyingi zaidi. Karibu kwenye The Wedding Cycle, podcast ya kipekee inayokuletea mazungumzo ya kina na maharusi watarajiwa, waliokwisha funga ndoa na watoa huduma bora wa tasnia ya sherehe. Cycle hii imekamilika, kwani ni safari ya kujifunza na kufurahia. Jiunge nasi, panua upeo wako, boresha mahusiano yako, tengeneza sherehe yako. The Wedding Cycle. Harusi ni mwanzo wa safari, na safari hii ni yako. The Wedding Cycle.